نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Tunachukua fursa hii ya kuendelesha darasa letu la kukumbushana kunako malezi, namna ya kumlea mtoto. Ni kitu ambacho kinahitajika katika mujtama, katika jamii ambayo tumo ndanimo, kwa wale ambao wamekwisha kuwa na watoto au kwa wale ambao wanatarajiwa kuwa na watoto hapo baadaye. Na bila shaka tuko katika kanuni yetu ya kwanza ya namna ya jinsi ya kumlea mtoto. Hii kanuni ya kwanza tumesema umri wa mtoto wako ugawe kunako vipengele vitatu. Kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 7, kuanzia mwaka wa 8 hadi mwaka wa 14, kisha kuanzia mwaka wa 14 hadi kufika mwaka wa 21. Na hii miaka ya mwanzo yote tumekwisha izungumzia, na kwa sasa tupo katika marhala ya 3 ambao ni kuanzia mwaka wa 20 kuanzia mwaka wa 14 hadi mwaka wa 21. Na haya tumekuwa tumeanza kuyazungumzia katika darasa ambalo lililotangulia, na tumeishia katika nukta ambayo tunataka kuzungumzia mambo hasa ambayo yanadhihirika na kupatikana katika umri ambao tunaita ni umri wa adolescence, wa kipindi cha adolescence. Kipindi cha adolescence, hiki kipindi kuna mambo mengi sana ambayo yanaonekana kwa yule mtu, kwa yule kijana. Hatuwezi tukazungumza yote, ila tunazungumza abraz, yale ambayo yako wazi sana, ambayo yanadhihirika sana, ndio ambayo tutakazunguruka nayo kwa dakika zetu chache. Na mtunzi wa kitabu alitutajia vitu 12. Alitutajia vitu 12. Lakini sawa na muda wetu tutataja vidogo mpaka pale ambapo atakapo tuwafikisha azza wa jalla. Kwa hiyo anasema mtunzi wa kitabu, famin abraz khasaisi almurahiq, katika mambo ambayo ni hasa kwa kijana au kwa mtu ambaye yupo kwenye kipindi cha kubalighi. Kwa mwanamke, msemo mwingine ambao tunatumia, kipindi cha kuvunja ungo. Sheikh anaanza jambo la kwanza akisema at-taqatul mufrita fi jasadihi wa atifatihi. At-taqatul mufrida, neno at-taqa kwenye lugha ina maana ya nguvu, ina maana ya nguvu. Lakini kwenye kisomo chetu cha tarbia au kwenye ilmu al-ijtimaa au ilmu nafsi, tunapozungumzia neno taqa katika ilmu hii ya tarbia au katika ilmu nafsi ambayo tunaita saikolojia, at-taqa maana yake alamatu nashatu zaida wal-indifaa, ni baadhi ya alama fulani ambazo zinapatikana kwa mtu, alama za kuonesha kuchangamka kwa mtu, alama za kuonesha harakati ya mtu. Hii taqa au alama hizi au nguvu hii almufrita, ambayo inakuwa ni yenye kuvuka mipaka. Yani kipindi cha adolescence ni kipindi cha adolescence ni kipindi ambacho mtu anakuwa anajihisi kana kwamba mwili unachangamka. Na ndio maana Sheikh akasema at-taqatul mufritatu fi jasadihi, ni alama fulani za nashat, za bidii, za courage, za kuchangamka ambazo zinaonekana katika mwili wa huyu mtu ambaye kafika kiwango hiki cha kubalighi. Hizi alama au hizi harakati ambazo zimo ndani ya mwili wake ndizo ambazo zinamsaidia mtu huyu kufanya harakati, kutembea, kukaa,
kula, yani harakati zote ambazo mwili wa mwanadamu unafanya zote vile kwa ujumla ndizo ambazo tunaziita at-taqatu al-jasadiyya. At-taqatu al-jasadiyya, yani ni nguvu ambayo inapelekea mwili wa mwanadamu kufanya harakati tofauti. Wa atifatihi, ama tukisema atifa hapa tuko na nyingine nguvu. Kwanza tumekwishaona at-taqatu al-jasadiyya, ni ile nguvu ambayo inapelekea harakati za uwinje kupatikana. Kisha panakuja at-taqatu al-atifiyya. At-taqatu al-atifiyya, atifa hii ni harakati ambayo inakuwa inapatikana ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo tunakuwa na taka mbili, tunakuwa na nguvu mbili, tunakuwa na nashatu mbili. At-taqatul jasadiyya ni harakati za uwinja ambazo zinamtuma, ni harakati ambazo zinamtuma mwanadamu kuweza kutembea, kukaa, kulala, kucheka, yani harakati zote. Ama taqatul atifiyya ni ile hisia ambayo inapatikana ndani ya mwili wa mwanadamu. Hii mkifaransa wanaita emotion. Falmurahiq fi hadhihi almarhala, kwa hiyo mtu mwenye kubalighe anapofika kwenye hii marhala yake sasa miaka 10 na ngapi, 14 hadi 21, hii miaka, ladaihi taqatun jasadiyyatun wa atifiyya. Mtoto kwenye hii marhala anakuwa yuko na hizi hisia mbili, yuko na hizi nguvu za aina mbili, nguvu ya kimwili, harakati za kimwili. Na ukimtizama unaona kweli kila kitu chake anachokitumia anataka tu ni vurugu tu. Kila kitu chake anachokifanya yeye ni vurugu tu. Wala atifia, na pia anakuwa na vitu hisia fulani ambayo inapatikana ndani ya mwili wake. Ndio vinachemka sasa hichi kipindi. Fa in lam tastaghillaha, ikiwa wewe mzazi haukuweza kutumia hii nguvu, hiki kipindi mtoto wako ndo nguvu zinaanza kuchipuka sasa, haukuziprofite uzitumie. Watastathmirha ayuha al-ab, na kuweza kuzitumia katika manufaa ewe baba. Kipindi hiki mtoto wako nguvu ndo zinaamka, umeshindwa kuzitumia hizi nguvu, ulishindwa nguvu hizi kuzipeleka katika mahala palipokuwa pazuri. Wataraktahu yusari'u al-faragha, ukamwacha mtoto wako anakaa na pambana na faragha, temps libre. Yani mtoto yuko wakati hana shughuli yoyote, hana masomo, mzazi unashindwa kutumia huyu muda wa mtoto wako, unashindwa kuutumia. Wa yusadiqu man shaa min al-ashabi, maadamu wewe mzazi ulishindwa kutumia hizi nguvu za mtoto wako, ikampelekea mtoto wako sasa zile nguvu zikakutanana na wakati mtoto yuko free, hana okipasio yoyote. Wa yusadiqu man shaa min al-ashabi, hiyo ikamsababishia mtoto kumwamini kila mtu katika warafiki zake, kila mtu twende, kila mtu anaona huyu anafaa. Faqad qataltahu bila sikin, elewa kwamba wewe mzazi utakuwa umemuua mtoto wako pasina kuwepo kisu. Yani umemuua mtoto wako kimalezi, umemuua mtoto wako kihisia, umemuua mtoto wako kimaadili. Wewe unajiita ni mzazi, na mimi niko mzazi, nina watoto, ninalea watoto, kumbe upande wa malezi umefeli. Wasayuti'ibuka ba'da dhalika walau ba'da hin, kwa kuwa umefeli katika malezi ya mtoto hapa mwanzo, baadaye utachoka. Kusema umnyooshe mtoto wako utachoka sana, na uenda hata ukafeli usifanikishi kumnyoosha mtoto wako. Sheikh anatuambia hivi, itakapofikia kwenye hali kama hii sasa, utakapoona ili jambo limefika kwa mtoto wako, والطريقة النافعة في التعامل مع هذه الصفة, njia yenye manufaa. Sheikh anakupatia ugonjwa fa anakupa dawa. Njia yenye manufaa ya kupambana na watoto wenye hali kama hizi, wale watoto ambao ndo wameanza kuchipuka sasa, kila kitu wanakuwa wanataka ni kutumia nguvu, utapambana naye aje? Antuhita ibnaka biriayati walihtimami walihtiwai, ni wewe mzazi kitu cha kwanza kujitahidi antuhita ibnaka,
kumzingira mtoto wako. Kumzingira kivipi? Kwa kumlinda, kwa kumchunga, walihtimam, na kujihitamu naye, walihtiwa, na kuhakikisha mambo yake unayafahamu vyema. Duna dalalin mufritin, pasina kuwepo kalimatu dalal. Dalali ni upuuzi kiasi fulani, urahisi kiasi fulani. Duna dalalin mufritin, pasina kuwepo urahisi wa kupitiliza kipimo, urahisi uliozidi mipaka. Tukisema tiflun mudallalun, manake ni mtoto ambaye amewekewa urahisi mpaka akaharibika, kama jinsi Waarabu wanavyokuaga. Yani mtoto anapewa uhuru kupitiliza kipimo, at-tasahul fi tarbiyah. Mtoto akifanya kosa, mzazi anaona kawaida tu. Chochote ambacho mtoto akihitajia anapewa. Kiwe kizuri kiwe kibaya anapewa. Mtoto akifanya kosa, wewe ukimkaripia na sio mtoto wako, utamjua mzazi wake ni nani. Neno limoja utamsikia mzazi anakwambia, ushazaa wewe, zaa wako ndo ujue kupiga jinsi unavyotaka. Haujui uchungu wa mtoto. Huyu amenikaa tumboni miezi 9, ameniliza pale kwa mganga, kwa hiyo niachie mtoto wangu. Ana mtoto wako anatukana watu, muache. Hii ndo tunaita dalalun mufritun, kwamba ni urahisi katika malezi mpaka umevuka mipaka, na huyu urahisi unaharibu. Urahisi katika malezi ukizidi, matokeo yake ni kuharibika kwa mtoto. Tena mtoto anaharibika kabisa. Ni kwa kuwa tu darasa letu sisi tuko katika kanuni fulani, lakini tukisema tuzungumzie urahisi katika malezi, au tukisema tuzungumzie kuharibika kwa watoto kutokana na urahisi wa malezi, hii ni mada nyingine. Urahisi ambao unapatikana katika malezi unasababisha watoto wanaharibika. Kwa hiyo inabidi mzazi uwe wasat, kati kwa kati. Usivuki mipaka wala usizembei, ukajikutana umeharibika. Ukivuka mipaka umeharibu, ukizembea pia umeharibu. Wa anta kuna qariba minhu, mzazi kuwa karibu na mtoto wako kwenye hichi kipindi. Wa an yusahibaka fi dhahabika wa iyabika, mzazi wa kiume tembea na mtoto wako mwanamume. Wakati unamwona mtoto amekaa nyumbani, hana masomo yoyote, amekaa zake nyumbani kipindi labda cha likizo au labda ni weekend, mzazi unataka kwenda fasi fulani, mchukue mtoto wako, njoo twende, toka naye, mweke karibu yako, mfanye kwa ni rafiki yako. Mzazi wa kike, mtoto yupo nyumbani, unataka kwenda labda mathalan sokoni, mchukue binti yako, shirikiana naye kwenda na mtoto wako, lakini uende naye kwenye sehemu za kheri. Sio kama baadhi ya wazazi hatembeagi na mtoto wake, isipokuwa akienda kwenye weekend party ndo anampeleka mtoto. Hapa sio kulea, bali ndo tunaenda kuharibu tena zaidi. Akasema wa anta kuna ma'ahu kasiddiqil mu'unis, wa anta kuna ma'ahu kasiddiqil mu'unis, wewe mzazi uwe kwa mtoto wako au uwe pamoja na mtoto wako kama vile ni rafiki, kaswadiqi, kama vile ni rafiki. Al-mu'unis, al-mu'unis ni mtu ambaye anakutoa uvivu wakati uko kwenye upweke, umekaa umekosa cha kufanya, unatafuta kitu ambacho kinakuwa kipe ili kikutoe uvivu. Sasa yule mtoto wako mfanye yeye ndiye kuwa rafiki yako wa kuweza kukutoa uvivu. Hapo tafaulu. Warafiq alladhi yabuhu laka bi asrarihi, mfanye mtoto wako kuwa ndio rafiki yako ambaye unampa siri zako. Mtoto wako unampa siri zako. Wallahi leo katika majanga ambayo yapo, mzazi anaishi umri umekwenda, ana mali benki, mtoto wake hajui. Mzazi ana madeni, mtoto hajui. Mzazi anadaiwa, mtoto hajui. Siku mzazi anafariki, mali inapotea hivi. Nini? Aliishi na zile tabia za majanga, tabia ambazo anajifanya mbwanyenye, yani mbinafsi.
Kwa hiyo mfanye mtoto wako kuwa ni rafiki yako ambaye unampa siri zako. Sikiliza maneno Sheikh hapa aliongea kaneno katamu sana. Wada'i rasmiyati. Wada'i rasmiyati. Achana na mambo ya mipaka. Achana na mambo ya mipaka. Achana na mambo ya mipaka. Mzazi unakutana eti ukiona mali yako, mtoto wako muoneshe tu kadogo, wengine usimuoneshe. Ukifa ghafla, mali inapotea wallahi. Utaulizwa siku ya kiyama gisi hiyo mali inaenda kupotea kiuzembe tu hivi. Ungaliki hai. Wewe ndio unamiliki akaunti zako. Lakini hakuna ubaya kumjuza mtoto wako. Kwa hiyo mambo haya ya kuweka mipaka eti sijui usionishi kila kitu familia yako, la hadha la yati. Haiji. Sheikh anasema fa innaha la takunu baina alwaladi wa walidihi wala baina zawji wa zawjatihi. Hiyo mipaka ambayo mzazi unaweka, hiyo mipaka haifai kuwepo baina ya mtoto na mzazi wake wala baina ya mke na mume. Hivyo vitu havifai. Au muoneshi mtoto wako mali zako, au muoneshi mke wako mali zako. Ukifa nani atavifuatilia? Nani atavifuatilia? Watu baki sawa, usiwaonesha wahusiki, ila mtoto, damu yako, mke wako ndio ambaye mnajenga maisha pamoja. Haujakatazwa kumuonesha. Tunakwenda. Kwa hiyo inabidi watu kuwa makini kunako nukta hii. Jambo la pili ambalo linapatikana kwa mtoto kipindi cha miaka hii ya adolescence, al-istiqlaliyatu wal-ghurur. Al-istiqlaliya, ubinafsi. Yaani anaona kwamba yeye anaweza katatua matatizo yake yeye mwenyewe. Haombi ushauri wala hashaurishi yoyote. Yaani anaona kwamba vile kila kitu anaweza yeye mwenyewe akakitatua. Iwe jambo la tatizo, iwe jambo lisiokuwa la tatizo, yeye anaweza akatatua yeye mwenyewe. Wal-ghurur, na kujisikia, kujiona, kujinyanyua. Haithu yatgha alayhi li'itizazu bin nafsi. Kiasi ambacho inampelekea mtoto huyu kujifaharisha mwenyewe na kuvuka mipaka. Hii ndio miaka ambayo tumesema mtoto huwa anakuwa na kiburi, mtoto anakuwa mkaidi, anaona kama vile kwenye hii dunia kila mtu yeye anaweza akapiga. Ndio miaka yake hii, ndio miaka hii. Mzazi anaweza akamwambia kitu, mtoto anaona huyu mzazi anazingua huyu. Mtoto anaona huyu mzazi anazingua huyu. Nikimpiga hapo ataniambia niko mkosefu wa adabu. Nikimtukana ataniambia niko mkosefu wa adabu. Mtoto anakaa kimya, lakini mtoto unasikia tu anatuambia mzazi anazingua. Allahu musta'an. Haya. Kwa hiyo ndio miaka, muelewe mtoto ndio kipindi chake hicho kimefikia sasa. Wayaghlibu ala sulukihi muhawalatu ithbati wujudihi. Hiki kipindi ni kipindi ambacho kijana au binti anataka kujitahidi kuonesha kwamba vile anataka kuthibitisha uwepo wake. Anataka wakubalishe kwamba yupo. Hakuna kinachoshindikana na yeye yupo, hakuna. Haya. Wayarghabu fil munafasati hatta yalfita al-anzar. Na pia anakuwa anapenda sana mashindishano, anapenda kushindana ili nini? Yalfita al-anzar. Macho ya watu yamtazame yeye. Macho ya watu yamtazame yeye. Fayufaddilu an yaquma bi'amalin lafitatin lin-nazar. Anakuwa anataka afanye vitu ambavyo vitapelekea watu kukaa na mtazamo. Hii tabia kabisa kama hili la pili hili ndilo ambalo limeshamiri, limejaa kwa vijana ambao adolescence unawasumbua, kwa vijana ambao baleghi inawasumbua. Unakutana mwanaume ndio iko kile kipindi chake sasa cha adolescence, kile kipindi chake cha kubaleghi, miaka 15 mpaka 21. Anatoka barabarani, anaona tuza pale barabarani pamekaa labda kundi la wanawake. Yahi,
atajipanga vizuri, apite pale, afanye tuka kitu tu kikatapelekea wale wanawake wamtazame. Sio yeye, mumuelewe. Ndio penye baleghe yake imeshamfikisha hapo sasa. Afanye kitu ambacho kitatuma wale wanawake wamzubalie, muelewe. Anaweza akawa ni binti akapita fasi pako wanamume huyo, akabadilisha mwendo ghafla tu. Mumuelewe. Ndio miaka yake imefika sasa. Kwa hiyo shekhe anasema, unakutana anafanya tu kitu tu ambacho kitatuma watu wamzubalie. Kalubsi. Kama vile mavazi. Miaka 15 mpaka 21, mara nyingi sana ukichunguza vizuri. Ndio miaka ambayo unakutanaga kijana na yani mwili wake unafanya usafi sana, angoje kukumbushwa. Mfano kama kwenye mavazi. Watu wengi wenye wanavaaga mavazi ya majanga. Hii miaka. Mtu mzima mwenye akili yake timamu eti amechukua suruali, anaichana yeye mwenyewe. Apite tu mbele za watu wamshangalie. Binti huyo uadolescence wake na yeye umeshamsumbua. Huyo unakutana tu miaka ambayo ndio miaka anavunja ungo, miaka 15, 14 kupanda bila aibu yoyote. Anapita tu barabarani amevaa zake tu kanga moja tu ili tu watu wamzubalie. Matatizo haya. Wa italati sha'r au kurefusha nywele. Unakutana mwanamume tu mzima, kijana, uadolescence wake umekwisha panda mkichwa, anaacha nywele tu, anazifuga, nywele zinakuwa nyingi, anasikia raha tu. Ili akipita barabarani kila mtu ningekuwa na nywele kama za ule jamaa, hamna lolote. Hiyo ni baleghe inamsumbua, ndo kipindi chake. Mwanaume tu huyo anasuka nywele, ameika Burundi, fasi ambapo kusuka sio taada za wanamume, huyo anasuka nywele. Apite tu barabarani kila mtu amzubalia, angalia yule amisuka, anapendeza na vile alivyovisuka, anazubalisha watu tu. Ndio penye adolescence wake umempeleka. Ni kipindi kizito. Ukisikiaga wazee wanakuambia ujana maji ya moto. Makusudio ni hapa miaka 15 mpaka 21 ndio makusudio. Maana hapa panafanyikaga majanga mengi sana. Wali'inayati bisayaratihi wa adawatihi. Unakutana mtu kijana kwenye hii miaka amejaliwa kupata gari. Gisi ataishika hii gari, yani ataipakea zote. Yani wa adawatihi na vitu vyake vingine. Ni kipindi ambacho kijana huwa anachunga sana vitu vyake. Yani utamstaajabu sana. Wayamili ila suluki al-udwani. Na hiki kipindi nampelekea kijana hata wakati mwingine kuwa na tabia za kiuadui. Tabia za roho mbaya. Kwa nini? Liyuthbita shakhsiyatahu wa istiqlaliyatahu. Ili athibitishe utu wake. Athibitishe wanaume wake, aoneshe kwamba yeye ni mwanamume. Wa istiqlaliyatahu, na kuthibitisha ubinafsi wake. Yani ni kipindi ambacho ukichunguza ni mara kidogo kumkutana mtu eti anakuwa na roho nzuri. Unaweza kufanya kitu kasikia umekula kofi. Hawashauriki hiki kipindi. Shari nyingi, magomvi mengi yanatokeaga kati ya hiki kipindi. Ni mara kidogo mtu ambaye ameshakuwa mkubwa eti muone kwa anapigana barabarani. Lakini miaka 15, miaka 14 kupanda 21, hii ndio miaka ambayo kijana haikubali. Ukimwambia nitakupiga utasikia anakuambia utanipiga mimi, mtoto wako umenizaa. Njoo kama unajiaminia. Sasa unajivunishia labda uko mkubwa umezaliwa kabla yake, shekhe unaenda mtoto anakuaibisha mbele za watu. Unaanza kusema watoto siko wanaga adabu, ndio miaka yao imeshafika hapo sasa. Allahul musta'an. Hii miaka au hii tabia ikitokea utakabiliana nayo aje. Watariqatu nafi'atu fi at-ta'amuli ma hadhihi sifa. Njia ya kipekee ya kupambana na hii sifa, hii tabia ya ubinafsi ikipatikana, tabia ya kiburi ya kujisikia ikitokea, utapambana nayo kwa njia hii. Antushirahu bithiqati bin nafsi. Kwanza muhisishe mtoto wako aweze kujiamini.
Hapa tufate kwa makini. Muhisishe mtoto wako aweze kujiamini. Ajiamini kwanza mwenyewe. Wa anta stashirahu, na kuwa unamuomba ushauri. Yaani unafanya vile ni mshauri wako. Kwa nini unafanya hivi vitu vyote? Ili kutaka uweze kumteka. Mtu ukimfanyaga wa karibu yako ni virahisi kumteka. Hata akitaka kufanya kosa ukimwambia hicho kitu hakifai, atakusikia. Kwa sababu gani? Umeshaga mfanya kuwa ni mtu wako wa karibu. Wataakhudha bi ra'yihi, akitoa fikra zichukue zile fikra zake. Zile fikra zake zichukue, maadamu ni fikra za kujenga, ni fikra nzuri, zichukue. Hapo unakuwa uko unamteka kiakili. Unakuwa uko unamteka, unamweka karibu na wewe. Wa anturaqibahu bihudu'i, mfuatilie mtoto wako kwa utaratibu. Sio kumfuatilia kiukaidi, sio kumfuatilia kiubabe mpaka mtoto mwenyewe pekee anasema mimi baba sasa naona kavile ananikera sasa. Huyu baba anaona kavile anazingua sasa. Mtoto mpaka anakuwa anatumia hizo istilaha. Huyu baba baba wako na istilaha. Pako istilaha zinatumikaga sio hata baba. Anasema kwambia dingi. Dingi unaboa dingi. Allahu musta'an. Yaani ndio istilaha, ndio termi ambazo watoto wanatumia katika hiyo miaka yao. Ukija vibaya hata jali kwamba uko mzee, anaweza kukuasha makofi. Unajua mtoto anakuwa anavuta bangi, havuti bangi hata moja. Unajua mtoto ni mgonjwa wa akili, unampeleka kwa waganga wa vichwa, mtoto kichwa kimika vizuri. Lakini ndo baleghe imeshapanda mkichwa sasa. Wa an la tush'irahu bi annahu yusabbibu laka alqalaq. Jitahidi mzazi kwenye hiki kipindi usimuoneshi mtoto kwamba vile anakupatia wasiwasi ndani ya nafsi, anakusumbua, anakukera. Usimuoneshi hicho kitu mtoto. Tafuta uslubu wa kutumika naye. Na uslubu wa kwanza tumesema ni kumfanya kuwa rafiki yako. Ukimfanya mtu kuwa ni rafiki, ni virahisi sana kumteka. Ni virahisi sana. Na ukimfanya mtu kuwa ni adui yako, hautomteka. Hakuna cha utamkataza afuate, hakuna cha utamwamrisha afuate, hakuna cha utamwambia akusikie. Kwa sababu gani? Anakuchukulia kwamba wewe ni adui tu. Jambo la tatu katika mambo ambayo yanapatikana katika miaka hii au katika marhala hii, annahu yabhathu an qudwatin yahtadhi bihi. Ndicho kipindi ambacho mtoto anatafutaga kiigizo cha kuigia, cha kufuatilia. Hii miaka ndio miaka mtu anakuwa anajitahidi, anataka atafute amuigie nani. Imma bil khair wa imma bil shar. Ima amuigie mtu katika khairi au amuigie mtu katika shari. Kama hujaliona ili wikaage uchunguzi. Ima atamtafuta msanii fulani amuigie gisa anavyovaa. Ima atamtafuta mtu fulani amuigie gisa anavyotembea. Ima atamtafuta mtu fulani amuigie gisa anavyoongea. Ima atamtafuta mtu fulani amuigie karakteristiki zake zote, amuigie mambo yake yote, aza kwa mabaya au mazuri. Mfano, watoto wangapi ambao tunaona leo wanawaiga waimbaji wa muziki ambao wanavaa vibaya, na watoto wetu leo wanakuwa wanavaa vibaya. Watoto wenyewe wanakuwa wanavaa vibaya. Hivyo ndivyo wanavyokwenda. Leo mtoto akizoeleshwa kuvaa labda mathalan kanzu joho, linakuja neno, naona umekuwa Mwarabu. Umekuwa Mwarabu, hili neno si la khair, neno la kebehi hili. Allahul musta'an. Wa huna yaati dawruka ayuha al-ab wal murabbi. Kwenye hiki kipindi sasa ambapo mtoto anaanza kuiga kila mtu, anatafuta mtu ambaye ndo atakuwa kiigizo chake. Hapa ndo panakuja sasa majukumu mazito. Ndo panakuja sasa mchezo mzima wako wewe baba na mlezi. Wewe mlezi, wewe baba, wewe mama. Hiki kipindi mtoto akifikia kipindi cha kutafuta mtu wa kumuiga mkila kitu, ndicho kipindi cha kufunga vibwebwe, ujue kwamba kazi inaanza sasa. Kazi unaipelekaje? Fi an takuna qudwatan salihatan libnik. Allahul musta'an. Hiki ni kipindi ambacho mtoto anatafuta mtu wa kumuigia.
Kumbe wewe mzazi, wewe mlezi, jitahidi uwe kiigizo bora mbele ya mtoto wako. Mtoto anakuona wewe kila siku. Wewe mzazi wa kike uvae nguo zinabana, mtoto wako anafanya nini? Atavaa hivyo hivyo na nguo za kubana. Wewe mzazi wa kiume unavaa buchkopa, unatoka barabarani, mtoto wako wa kiume naye pia atafanya hivyo hivyo. Atafanya hivyo hivyo. Kuna mambo ambayo sisi wote tunafahamu hayapingiki. Kuna wakati mzazi unatoka unakwenda, mzazi wa kike, binti yako naye anaingia ndani chumbani kwako, pale sehemu yako ya vipodozi, naye pia anachukua, anaanza tena anakaa kile kiti chenye unakaa naye anakaa, anaanza kujipodoa, anamuiga mzazi wake. Kwa hiyo ni kipindi khatir, ni kipindi ambacho mzazi ukifanya majanga, elewa kwamba umeharibu kizazi, umeharibu jamii. Maana mtoto wako ndo mujtamaa wa kesho, ndo jili ya kesho, ndo kizazi cha kesho, ndo raisi wa kesho. Ukimuharibu, umeharibu umma. Kwa hiyo jitahidi wewe mzazi uwe kiigizo bora. Jitahidi sana uwe kiigizo bora mzazi. Sheikh akaendelea kusema, وتقنعه في أن يختار القدوة الصالحة له. Jitahidi kumkenaisha mtoto wako aweze kutafuta kiigizo bora, aweze kutafuta rafiki bora, hata la yalja'u ila amthilati gharbiyatin au shadha, ili isiji kampelekea mtoto kwenda kuiga mifano ya kigeni, mifano ya kizungu, akaenda kuiga tabia ambazo hazijulikani katika jamii. Mtu uko Burundi, kwa sababu tu ya kutazama filamu sana, yale mambo unaona katika filamu unataka na wewe uyaweke katika matendo. Hapa ndipo, na hii television ni moja katika njia ambazo zinachangia malezi kuharibika katika jamii. Hazifanyiwi uchunguzi, wazazi wamezitupilia tu hovyo. Mzazi iko ridhaa, aenda zake kutembea na mwambia mtoto ana TV hiyo, fanyeni mnavyovitaka. Haujui anatazama vitu gani, haujui mambo gani ambayo mtoto anayatazama kwenye hiyo TV. Kwa hiyo ni kwa makini sana enyi wazazi na kipindi hiki. Kadhalika, jambo la 4, annahu yuhibbu al-mughamara wa khawda at-tajarubi. Kipindi cha miaka hii ya mtoto kubalighi 14 mpaka 21, yuhibbu al-mughamara. ايش معنى المغامرة؟ المغامرة ni mtu kujitupa kwenye matatizo bila kujali. Kwa hiyo ni miaka ambayo mtoto kijana anajiweka matatizo bila kujali, wa khawda tajarubi, na kila kitu anakuwa anataka ajaribu, kila kitu anakuwa anataka akifanye. Wala yanzuru ila khuturatiha wa maalatiha, wala hatizami ukhatari wa hicho kitu, wala hatizami marejeo ya hicho kitu, hatizami mwisho wa hicho kitu. Mfano, unakutana binti yuko anatukanwa na mwanamume tu ambaye wajuani wako wanatukanana. Kijana huyo anakuja, adolescence zake zishaika vizuri mkichwa, anaona ile binti wako anamtukana, hajui mwenye yuko anamtukana ile binti ni nani wala nani. Huyo kijana anaingia mle, anaanza kukunja ngumi, anaanza kupigana na yule mwanamume. Nini? Yule binti aone, huyu jamaa kweli yeye yuko safi kabisa, ananipigania. Takuja kufa eti uko unaonesha mambo ya nguvu zako pia zinaishia. Unajua upigwe uvunjwe mkono na baki ni alama, nimepigwa ajili ya kujionesha mbele za watu fulani. Kwa hiyo ndo miaka yao hii, ndo kipindi hiki. Ndo kipindi. Rafiki ameenda kushwana huko, warafiki wenzake wanaenda kurangua kesi. Amekutukana, twende. Hakuna mwenye atakuonea, mimi bado nipo hai. Mtapigwa moo wote. Wanakwenda.
Usifikiri kwamba ni wasazi na wavuta bangi, la. Ndio miaka imefika sasa. Na hii miaka au sifa hii utapambana nayo kwa njia gani? Watariqatu nafi'atu fi at-ta'amuli ma'a hadhihi sifa, njia ya manufaa ya kupambana na hii sifa ya kijana au mtu kutaka kujiweka kama matatizo asiyo yajua. Televizion nyumbani imeharibika, kijana anachukua TV anaweka pembeni, anafungua. Umesomeaga wapi ufundi wewe? Umesomeaga wapi ufundi? Kitu kimeharibika, unamsikia kijana anakuambia na hiki kitu akisemi akiwezi kikatushinda akili, acha tukiikalie chini. Taharibu. Ndio miaka yao imefika sasa, uharibifu unakuwa ni mwingi. Hii nje unakabiliana nayo aje? Antushji'a fihi ruha ash-shaja'ati wal mughamara. Sikiliza, kwanza ukimuona mtoto wako amekuwa ni mtu mwenye kupenda kujiweka katika mambo ya uhatari, kupenda kujaribu kila kitu, wewe sasa mshajeshe, mteze nguvu. Ule ushujaa wake uteze nguvu. Ile kupenda kujiweka kwenye mambo ya uhatari usimkatazi, mnifuate vizuri hapa. Bimaana mteze nguvu, lakini kivipi? Awe shujaa kwenye mambo ya khairi. Mteze nguvu awe shujaa kwenye mambo ya faida. Sio kumteza nguvu katika mambo ya kwenda kupiga watu wenye wana hatia. Sio kumteza nguvu katika kwenda kupigana hovyo. Sio kumteza nguvu katika kwenda kujitia kila kitu cha uhatari na ingie mula. Mteze nguvu huyo ushujaa wake aje utumie kwenye khairi. Wa annahu law sakharaha fima yanfa'uhu. Na umuoneshe na kumteza nguvu kwamba huyu ushujaa wake, hizi nguvu zake, ikiwa atazitumia katika vitu ambavyo vina manufaa kwake yeye hata baadaye, la asbaha rajula. Mwambie kwamba vile atakuwa ni mtu dha sha'anin, atakuwa ni mtu mwenye jina katika jamii, atakuwa ni mtu mwenye kukubalika katika jamii, atakuwa ni mtu mwenye sifa katika jamii. Wayusharu ilayhi bil banani, atakuwa ni mwenye kuashiriwa yuko vidole, anatengwa vidole. Maana yake wayusharu ilayhi bil banani, bimaana atakuwa maarufu, atakuwa superstar. Uwe superstar katika jambo la khair, sio kuwa superstar katika mambo ya shari, sio kuwa superstar katika mambo ya maasi, sio kuwa superstar katika mambo ya uvutaji wa bangi, sio kuwa superstar katika mambo ya kupigana bila hatia, kwenda kuoneana. La, hizo nguvu zako inabidi utazame namna ya kuzitumia katika mambo ya faida. Msikitini wamehitajia wafundi wa kwenda kumwaga zege, zile nguvu zako ziweke pale. Tukubalishe, weka pale zile nguvu. Huyo ushujaa wako uweke pale. Hapo ndipo panapohitajika. Ikiwa kwamba patatokeaga jihadi, ikiwa kwamba patakuwa jihadi, imeeneza mashuruti yote kila kitu, ule ushujaa wako au hatari uweke pale. Lakini sio barabarani tu umemuona mtu unaenda kupigana eti kwa ajili yake, afu kutana na mtu mwenyewe peke yake zake hata makosa. Huyo ushujaa hivyo na kwenda kinyume. Kumbe vitu vitumiwe mahala panapo stahiki. Kisha akasema watajannab, ewe mzazi, tajannab, jiweke mbali, wasfahu bisifatin tuthiru fihi alghadadata walkarha. Mzazi jiweke mbali na kumsifia mtoto wako sifa ambazo zitampelekea yeye kujiona kwamba ni dhalili, zitampelekea kujiona kwamba ni mnyonge. Walkarha, zitampelekea mtoto kuwa na chuki ndani ya kifua chake. Zitampelekea mtoto kuwa na chuki ndani ya kifua chake. Ka anta sifahu bil mutahawwir, kama vile kumsifia mtoto wako kwamba vile anajifanyaga vitu hovyo tu. Sasa mzazi panakuja mgeni, mzazi ule mgeni anamsifia mtoto, yeye mtoto ana akili. Mzazi anaanza, na akili gani huyo? Anafanyaga vitu bila programu, anafanya vitu bila mpangilio, hovyo tu. Unamwaibisha mtoto, unaweka chuki, mtoto anakuchukia na kabla unamtolea siri zake. Wal anid,
kumsifia mtoto kwamba uko mkaidi. Hilo anasemaga kuna wakati mzazi anamwambiaga mtoto wake inagondwa. Yaani mtoto shindikana. Usimpe hizo sifa mtoto wa ghairi dhalika. Kana sifa zingine ambazo zitampelekea mtoto kuharibika. Falani yazidahu dhalika illa israran wa inada. Hizo sifa unazompatia mtoto hazitombadilishia kitu chochote zaidi ya kumzidishia ushupavu, ukakamavu, ukaidi. Kimpa mtoto sifa mbaya, elewa ya kwamba unampa ushupavu na ukaidi na ukakamavu. Kwa hiyo wazazi inabidi kuwa makini namna ya kuamiliana na watoto. Namna ya kuamiliana na watoto. Juzi kuna kipindi au kuna muhadhara ambao ulikuwa umeandaliwa nyumbani Burundi. Allah awalipe kheri walioandaa muhadhara huo. Muhadhara ambao ulikuwa unazungumzia mama. Mama ni nani? Mama ni nani? Kuna mmoja katika waliokuwa wanazungumza katika muhadhara huo, nilikuwa nafuata kipindi chake. Allah mjaze kheri, ndugu yetu Abu Junaid Zakaria. Akawa anazungumzia jinsi gani jinsi gani wazazi wamewatupilia watoto zao. Watoto wameumia ndani kwa ndani ya vifua, na hii ni ukweli. Mzazi umemwona mtoto wako unashindwa kumfanya kuwa rafiki. Haya yote yanatokana na mzazi kuto kumfanya mtoto wake kuwa rafiki yake. Mtoto yuko na mengi ambayo yamekaa ndani ya kifua chake, anashindwa kuyatoa. Kwa nini? Hawezi kumwambia mtu mwenye sio rafiki yake, hawezi kumwambia mtu mwenye sio wake wa karibu, anabaki nayo, na hata tumekwisha azungumza inampelekea hata mtoto kuumwa magonjwa ya nafsi. Mtoto anaharibika. Mzazi naona kuwa umechangia kuharibu mtoto. Leo kuna mzazi unaweza kumwambia au unaweza kuambia watu, pasenti kubwa ya watoto kuharibika katika mujtamaa wa leo, wazazi wana nafasi ya kwanza. Wazazi wana nafasi kubwa katika kuharibu kizazi katika zama zetu hizi za leo. Wakubali, wasikubali, huo ndo uhalisia. Na hayo yote yanatokana na nini? Kufeli kwa wazazi katika turuqu tarbia. Katika njia za malezi wazazi wamefeli, ndio ikawa sababu ya kipekee generation kuharibika, kizazi kufa, kizazi kupotea, kizazi kuteketea. Kwa hiyo wazazi wamuogope Allah, waelewe kwamba vile hawa watoto ni amana ambazo Allah kawapa, na siku ya kiyama wataulizwa kunako amana hizi. Tutakuwa tunabudia kusimamia hapa sawa na muda wetu. Allah akituwafikisha tutakuja kumalizia mambo yanayobaki katika darsa litakalo fuatia. Tutakuwa tunabudia kusimamia hapa. Tunamwomba Allah atupatie elimu njema, tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamwomba Allah atujalie tuwe wazazi bora katika vizazi vyetu, tunamwomba Allah atujalie tuwe mifano bora katika wale ambao tunao walea, tunamwomba Allah atujalie tuwe na akhlaq zilizokuwa njema sisi na kwa wale ambao tutakao wapatia mafunzo hayo au malezi hayo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.